Kwa hiyo njia ya kupata mtaji ni viwanja. Chukueni viwanja, usikae nani na viwanja viwili hapa, viwili au vitatu, nyosha mkono. Viwanja maeneo viwanja viwili au vitatu. Wengine hawana, ni moja tu. Uwe na viwanja. Yaani ardhi ni kitu cha muhimu sana kwenye maisha. Uwe na ardhi za kutosha. Yaani katika vitu ambavyo nataka, kama nataka kupata mtaji, wekeza kwenye ardhi. Nasisitiza hili kwa sababu ninafahamu ardhi ndio kila kitu. Ardhi. Mimi tu nimenunua kiwanja cha chuo pale Kitwana. Nimenunua kiwanja cha chuo heka 4. Kile kiwanja heka 4, yule jamaa ilikuwa ni 2000, alikuwa ananiambia 2023. 2023 ameenda kwenye ile eneo, zile heka 4 zote akanunua kidogo akawa amenunua, akawa amelipia yeye. Yaani alikuwa amenunua milioni 500 na kingapi? Haikufika hata milioni 6 alizonunua pale. Mimi nimenunua kwake, nimemlipa shilingi milioni 20. Milioni 20 nimempa. Na akaonekana kama vile amelipa bure kulingana na eneo ambalo thamani imepanda. Viwanja vinapandisha thamani kwa kasi. Nunua kiwanja. Nunua kiwanja. Tafuta viwanja. Yaani wewe kale kaelo uko nako, nenda tu hata kuambie nipimieni hapa. Nunua hata huko tu. Nenda tu ndani za mtaa. Na wapa mbinu za kupata mitaji. Nataka niwaambie, hatutaki kuendelea kwa maskini. Hizi ni mbinu za kutuondoa kwenye maskini. Ni mbinu. Wewe ni dada, wewe ni mama, umepata kahera, tafuta viwanja huko. Nunua hata kiwanja tu vinatembezwa, umepata 500, nunua hata kiwanja. Alafu kiache, baada ya mwaka wewe ni mtu mwingine. Kwa hiyo moja ya kupata mtaji pia ni viwanja. Jambo lingine, mkopo wa benki. Nazungumzia mkopo wa benki. Zungumzia mikopo ya benki au taasisi za kifedha. Mkopo ni njia ya kupata shida tu. Mikopo inawaletea shida kwa sababu watu wengi tukikopa au wakikopa wanaelekeza sehemu ambapo si sahihi. Wewe umepata mkopo, umeenda kuomba mkopo, ingiza kwenye biashara. Umekopa milioni 1, umekopa milioni 10, umekopa 100,000, ingiza kwenye biashara. Maana yake ukope ukiwa na kitu unachokifanya, na ile biashara uisimamie. Na biashara kama ni ndogo, usikabidhi mtu. Biashara inakutaka wewe usimamie wewe. Maana yake unaingiza hela, simamia wewe mpaka utakapompata mtu mwaminifu uliyempima. Bwana Yesu asifiwe. Mimi na duka liko pale kanisani, duka la kanisa nimelifunga. Ninahangaika kutafuta mtu ninayemwamini niliyempima. Mpaka nikaulizwa juzi, nilikuwa naulizwa na askofu. Ananiambia, "Hivi duka muda duka umelifunga?" Nikamwambia, "Yule anayesimamia nimemweka kwenye vigezo, hawezi, nimeamua kulifunga." Kwa nini? Mpaka umpate mtu mwaminifu mwenye uwezo. Nimefungia mali zimejaa, mle mzigo umejaa karibia milioni 1 na kitu. Nimejaza mle majuisi manini, nimefunga. Na leo kuna watu wengi pale hata siwazi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpaka upate mtu mwaminifu. Kama haujampata mtu mwaminifu wa kusimamia biashara hiyo, simama mwenyewe, itakufa. Kwa hiyo ni lazima, kama unataka kupata njia mtaji, ni mkopo. Unakopa ile fedha ipeleke kwenye biashara husika. Sio wewe unakopa ndio uanze kutafuta biashara. Hakuna, na hata benki wakazitoaje. Hata kwa danganyaji hawatoi. Sasa kuna wengine wanabahatisha wanakopa sawa. Lakini ukikopa, peleka sehemu husika. Umeshatengeneza labda sabuni, umeshatengeneza batiki, maana labda umepata masoko. Kwa hiyo unapokopa unaongeza mtaji. Mikopo sio kwa ajili ya kuanzia biashara. Mkopo ni kwa ajili ya kuendeleza biashara. Lakini ule mkopo unaweza kukusaidia, unaendeleza biashara, unainua biashara. Na msiogope kukopa. Usipokopa, matajiri wote wanakopa. Yaani unapoona mtu anasema mimi sina mabilioni mangapi, ni mikopo. Shida tu ni kwamba unapokopa, hakikisha unarudisha. Na je, ikikwama usikimbie mkopo. Kuna watu wanakimbia. Ukikimbia mkopo unajimaliza.
Hakikisha unastahimili mpaka mkopo ulipike. Watu wanakimbiaga mikopo. Anakopa hapa kwa jamaa yake kanisani tu, anamkopesha mtu milioni 200,000, akishamkopesha haji kanisani. Ukimpigia simu, Bwana Yesu asifiwe, mbona huji? Mambo ni mengi, kumbe amekimbia mkopo kwa jirani. Unakimbia mkopo kwa jirani? Wewe ndio mwambie ni bwana kutafutia. Gani unamwacha Mungu kwa ajili ya mkopo? Yaani watu ni waajabu sana. Sasa wewe unapokopa peleka kwenye biashara. Na kama mkopo takufia, usikimbie mkopo, simama mpaka ulipe. Na hakuna deni lisiyolipika. Ila litachukua muda mrefu, lakini inafanyaje? Linalipika. Jambo lingine, kanuni nyingine, kutafuta masoko. Kutafuta masoko. Njia ya kupata mtaji, kutafuta masoko. Unajua kabisa kwamba huku Kakora kuna kitu fulani ambacho kinauzika, lakini hapa hakipo, kiko Kahama. Unafanya mawasiliano pale, unatafuta huku masoko, mtu anakupa hela unamletea. Masoko unakaa kabisa unasema sina mtaji. Mitaji ipo, watu wana bidhaa, watu wana mali, watu wana vitu. Mtu ana vitu hapo, unakuta mtu ana kiwanja kule, una hela, ana kiwanja kule anauza. Njoo utafute mtu, unamwambia bana, kuna mtu kuna kiwanja kizuri, unamfuata, anakuambia kinauzwa shilingi ngapi? Milioni 1. Unampeleka pale. Anatoa ile milioni 1, unajikuta na wewe unapata hata 200,000. Unapata mtaji. Tafuta masoko. Watu wana vitu, hawana pa kuuzia. Maharage, mahindi. Unatafuta masoko tu. Kwa mfano kama chuoni kwangu, kuna mtu ana supply mahindi na maharage. Na nikasema mwaka huu ninalima, nimeamua kulima mpunga nini, sasa hivi nimeamua kulima. Lakini mtana ni support, alikuwa ananiletea, ananiuliza una shida ya mchele kilo ngapi? Ananiletea. Amepata soko na hana hata mchele, hana hata kijiwe. Ila yeye anachukua mchele wa watu, ananiletea mimi, nikimlipa na baki na cha kwake. Wewe uko hapa, mataasisi yamekuzunguka, migodi zimekuzunguka, hautafuti masoko. Umekaa tu, unasubiri kwenda tu kubeba mizigo na kuhangaika kupata 2,000 mle ndani. Hapana. Hebu tafuteni, mnataka kupata mitaji. Mnataka mpate mitaji mikubwa. Tafuteni masoko. Mtafute masoko na hiyo itawasaidia. Lakini jambo lingine, kanuni nyingine, kuuza baadhi ya vitu ulivyo navyo. Nazungumza kanuni 25 za kupata mtaji. Uza baadhi ya vitu ulivyo navyo upate mtaji. Kuna watu hapa, unakuta mtu ana manyumba mpaka 10. Unakuta mtu ana manyumba mpaka 2. Hana hata 100, anazunguka hata mtaji hana. Analia hana mtaji na ana nyumba 2. Ana viwanja 5. Ana maeneo ya kutosha, hana mtaji. Anasema mimi, unalala mpaka njaa, unasema sina mtaji, maskini. Na una maviwanja, uchezali wanja moja. Kuna watu wanaungua hapa. Unakuta mtu ana nguo rundo, amerundika na viatu. Beba maviatu yale, peleka mnadani. Ukishapeleka mnadani, pata mtaji wako, njoo. Unapeleka mnadani, unapiga mnada 10,000, 15, 20, unapata laki. Unabaki na viatu vyako 2, utaanza moja. Kwani kuna shida gani? Kwani kuna watu ambao watahangaika na viatu? Uza ulivyo navyo. Vile baadhi ya vitu ulivyo navyo uza, upate mtaji. Usingangane unahangaika una kitu alafu kanisani Yesu ni mwema, mtaji huna. Yaani ueleweki na una vitu vingi umerundika hata vina faida kwako. Wako wengi. Lakini njia kupata mtaji, uza ulivyo navyo. Ni vitu gani baadhi ya vitu ulivyo navyo? Watakucheka, ameuza hii nyumba, sasa amebaki na nyumba moja. Yule naye kucheka hata nyumba hana. Lakini wewe ndio umepata mtaji, unafungua duka. Wewe ndio umepata mtaji, unaanzisha biashara. Wewe ndio umepata mtaji, unafungua kiwanda. Na umeuza nyumba, unafungua kiwanda. Kile kiwanda kitakuletea manyumba ya kutosha. Ile duka utakalofungua itakuletea manyumba ya kutosha. Yatarudi manyumba, maviatu yako yatarudi, manguo yako yatarudi. Manake umeuza ulicho nacho. Uza baadhi ya vitu ulivyo navyo. Usingangane na vitu ambavyo wakati mwingine havina faida. Unangangana, umerundika, mtaji huna. Yauze na utapata mtaji. Njia nyingine, ziko nyingi, ngoja niende haraka. Njia nyingine, kutumia elimu uliyoisomea. Kuna watu ambao mpaka sasa hivi nazungumza hapa,
Kuna watu ambao wamesoma, wengine wamemaliza form 6, wengine form 4, lakini anabeba mizigo. Yaani yeye ana form 6 au form 4 ndio anayebeba, ndio anayezunguka na kubeba mizigo na kuhangaika huko mtaani. Na ana form 6 ana chuo, amesoma mpaka chuo kikuu, amesoma mpaka form 4, anaongea Kiingereza kama maji, lakini ndio anayehangaika mtaani huko. Hana lolote, hana chochote, hata hajielewi, hana mtaji. Tumia hiyo elimu, nenda kusanya wanafunzi, watoto wako, anza kuwafundisha chekechea. Anzisha kidogo chekechea hapo, kusanya, uambie mimi nitawafundisha kule, tumia ile elimu yako, baadaye itakuja iwe chekechea, baadaye shule. Tuna ushuhuda wa watu, kuna watu ambao wamefungua chekechea kwa shida sana. Ameanza na watoto wawili, leo hii ana chuo, ana shule, unakuta mpaka na sekondari. Amejaza watu maelfu ya wanafunzi. Na ameanza kidogo, ameanza kwenye wanafunzi wawili wa chekechea. Wewe una elimu yako, unazunguka tu. Una elimu yako, ufanye chochote. Na unatazama kwenye video hapa, hata yani elimu nayo, form 4 unayo, form 6 unayo elimu yako. Huitumii ili upate mtaji, huitumii ili uanzishe shule. Unaanza hata chekechea. Kadiri utakavyoanza ndivyo utakavyokuwa. Kwa hiyo ni moja ya njia ya kupata mtaji. Njia nyingine ya kupata mtaji, njia nyingine, kutengeneza ubia. Kutengeneza ubia. Ubia maana yake ni nini? Mtu alishafanikiwa, unaenda unaungana naye, unamwambia bana, mimi nataka niwe na wewe kwenye hii biashara, nitakuwa napata kiasi fulani kidogo tu, na wafundisha mbinu 28. Hizo njia 28 upate hata moja wapo, uende ukaifanyie kazi, uende ukaanze. Bwana Yesu asifiwe. Mnanielewa? Lakini kama mnanielewa, naomba nioshe mkono kama unanielewa, maana sasa naweza nikaa naongea mwenyewe tu hapa. Kwa hiyo ni njia ubia. Watu wana mabiashara huko, unamwambia bana, mimi na kamtaji kadogo, naomba niingie hapa, nitakuwa mimi nasimamia jambo fulani, alafu takuna nilipa kiasi fulani. Anakubali. Watu wanataka sapoti, watu hawako tayari, watu wanataka wasaidiwe. Yaani kama una kitu, watu wanataka hicho kitu wakiingize kwenye biashara yao, na wao waendelee kukua na upate chochote. Kwa hiyo hakikisha unatengeneza ubia. Unawafuata watu na waambia, nataka tuungane hapa, nimekuona, tuungane tu tuweze kufanya mambo mazuri. Lakini jambo lingine, kanuni nyingine, kutafuta wawekezaji. Tafuta wawekezaji. Wawekezaji si kama mnawajua. Yaani maana yake utafute watu ambao wana mitaji yao, unawapeleka sehemu, alafu wanawekeza vitu pale. Wewe unakuwa kama msimamizi ili upate mtaji. Tafuta wawekezaji. Wawekezaji, watu wana simu hapa kubwa, watu wana simu za kawaida. Wanachokifanya tu ni kuzima simu na kuwasha simu na kuchezea magemu na kuangalia TikTok, michezo ya ajabu. Basi hawazitumii kwa ajili ya kutafuta hela. Wawekezaji, tafuta namba, wapigie, fanya research kwamba hivi ni mradi gani unaweza kuja hapa Kakora. Ukishaupata, tafuta watu kwamba kuna yaani mradi ukija hapa unaweza kutafuta watu huko nje waweze kuja kuwekeza. Wakishawekeza, utasimamia wewe kama msimamizi wa wawekezaji. Mwisho wa siku unapata mtaji, ule mradi yeye anaendelea na wewe unaenda kuanzisha vya kwako. Kuwekeza, tafuta. Tunataka watu mtuwe matajiri. Umaskini ni dhambi. Maskini wengi wanalawama. Maskini wengi mpaka mtu anazungumza, maskini wengi wamejaa lawama. Yaani yeye anaona naonewa kila siku. Maskini yeye anaona naonewa kila dakika. Hata kimwambia sasa ndio nikwambie, anakimbia, anajua naonewa. Yaani maskini hawana uhuru. Tutoke kwenye maskini tuwe matajiri. Amina. Tuachane na maskini tuwe matajiri. Amina. Inawezekana, na atakayekuwa tajiri ni wewe. Maskini sio wazuri, wanalawama. Nimeenda mchungaji hajaniombea. Sasa unafikiri wachungaji wenyewe, njoo kahaba uone. Hauna kitu uombewi.
Yaani unaenda mchungaji yuko busy tu. Wakati mwingine uko na hela. Dakika mbili tu hata kama na kazi anasitisha kazi anakuambia njoo nikuombee. Ndio hivyo sasa unafanyaje hela zina nguvu? Kwani afanyaje yeye? Hela, unamuombea. Anakuja anasema kesho nakuja. Basi anawasha gari anakuja na kwako. Anakuja kwako anakuombea na kukuombea nyumbani. Hela. Nakwambia hivi, hata maombi ya Mungu hela ina nguvu. Tutafute hela, tutakufa mapema. Yaani unajikuta hamna mna ya kuelewa. Yaani tutateseka. Yaani kuna watu hapa tunazungumza bwana, ndio mjifunze ujasiriamali, wanahangaika tu. Nakwambia tuhangaike, hebu achaneni na kuhangaika, tutafute mbinu tuwe matajiri. Na mbinu nimezileta leo. Tutajifunza mambo ya kutengeneza bidhaa, tutajifunza haya maufundi namna kupata mtaji mpaka tutoboe. Mpaka tutoke. Na nataka nikwambia lazima utoke.